Bana, kama kawaida ni tarehe 15 Januari tukiwa tunazidi kuitafuna taratibu kabisa, tukiwa tumeshaitafuna nusu yake kabisa. Hii hapa ni Mwiluka Sports na kulia kwangu nipo na James Andrea Mwiluka, kijana ambaye ukimwona basi ujue masuala mazima ya kandanda hili ndilo suluhisho lako. Kama kuna kitu kinakutatiza, kuna jambo kuelewa vizuri kuhusiana na masuala mazima ya soka, basi ndani ya Mwiluka Sports unakwenda kupata suluhisho. Au James, unasemaje? Kabisa, bila shaka kabisa. Suluhisho la mambo yote yanayohusiana na mambo ya soka. Kabisa, hapa ukifika hapa ndo umefika. Yaani hapa ni sehemu sahihi. Kwa sababu umesema ukifika hapa umefika, na mimi nimeona kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wetu wa X, kuna sintofahamu nyingi kweli juu ya klabu ya Simba Sports Club. Nikasema ngoja nije kwa AI James Andrea Mwiluka ili wanazengo huko wapate suluhisho juu ya mambo ambayo yanaendelea. Bana, tuanze kidogo, tuanzie kwa sababu mambo ni mengi. Sasa tuanzie kwenye mwenendo ambao unapitia Simba Sports Club hivi sasa. Aseni hatari kweli kweli. Simba inapitia nyakati ngumu, lakini kwa sasa viongozi wanajaribu kurudisha comeback, kurudisha turn back ya Simba inatafutwa kwa dirisha dogo hili, kwa sababu sacrifice ya viongozi imefanyika kwa viwango vya hali ya juu, kwa sababu ukiangalia viongozi kwa sajili zinazotajwa na zilizokamilika mpaka sasa unaonesha ni kiwango gani viongozi wa Simba kwa dirisha hili dogo wamekuwa serious, wamesikia vilio vya wachezaji. So far wamejitahidi kwa kiwango kikubwa mpaka saizi hapa wameprove kwa sehemu kubwa sana kwamba wameshusha wachezaji wazuri, kwa sababu kuna baadhi ya sajili zinatajwa za viwango vya hali ya juu, wachezaji ambao wana quality hali ya juu sana. So far kikubwa ni viongozi wakishawaleta wachezaji wafanye nini sasa ili wachezaji wa maintain improvement ya viwango. Na mimi hapo. Unajua Simba Sports Club misimu ya hivi karibuni mitatu minne kiukweli wamekuwa wanaleta wachezaji wa hadhi ya juu sana. Ukimwangalia Jean Chazia huwa kipindi anakuja alikuwa ni MVP wa Ivory Coast. Wamekuja kama watu kama kina Elim Panzu, walikuwa hapo moto kweli kweli. Lakini mara baada ya kufika yani kama mshumaa unafifia gizani. Shida unadhani ipo wapi? Kwa Simba wachezaji, mimi siamini, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Simba inasajili wachezaji wabovu. Simba inasajili wachezaji ambao hawana quality. Simba inasajili wachezaji ambao wenye quality ya hadhi ya juu ya kucheza Simba Sport Club. Elim Panzu Kibisawala kipindi anakuja Simba sio huyu Mpanzu wa size kabisa. Jean Charles Ahoua alianza msimu mpaka sasa anatajwa kuondoka, sio Jean Charles Ahoua huyu. Unaona? Kuna mtu kama mwingine mchezaji, kwa sababu wachezaji wengi ambao mtu kama Deborah Fernandez Mavambo, Gaston Okajefa, nani mwamba huyu hapa alifika mechi ya kwanza anaweka kamba Ateba, Lionel Ateba. Wote hao wameondoka Simba na wana prove huko alikoenda. Chemaloni, wote walikuwa Chemaloni ni USM Alger. Ndio beki kitasa. Na juzi nimeona amerudi pale mazoezini, wanampokea kama mfalme kutoka timu ya taifa. Wote hao ni wachezaji ambao wana prove kitu ambacho walichonacho. Sasa unaona kabisa kwamba ni timu ambayo kuna shida ndani ya Simba. Mimi rai yangu kwa viongozi wa Simba. Simba, mimi siamini kama wachezaji wa Simba wanaosajiliwa Simba ni wabovu. Hapana, ni wachezaji wazuri na wenye quality hali ya juu. Kikubwa anachoamini mimi, Mo Dewji na bodi yake wa Simba yote na viongozi wa Simba wanasajili wachezaji ila kuwalinda wale wachezaji wanawaachia mashabiki wa Simba. Kwenye kuwalinda ili wawe na muendelezo wa kiwango ambacho kizuri. Wanawaachia mashabiki. Kitu ambacho viongozi ukishaleta mchezaji mwenye quality, bado kiongozi una uhitaji wa wewe kuendelea kulinda kiwango cha mchezaji ule ili approve, ili baadaye sije kuwa lawama kwako. Viongozi wa Simba bado hawalindi hawalindi wachezaji wao, kwa sababu ukiangalia wanasajili wachezaji wenye quality hali ya juu. Nikisema kuwalinda mtu wa football naamini atakuwa ananielewa kwamba kulinda au kusimamia viwango vya wachezaji, kwa sababu tunasajili wachezaji, Simba inasajili wachezaji wenye quality hali ya juu sana, lakini improvement yao kwenye touchline, kwenye touch ya uwanja, kwenye pitch bado sio kubwa, kitu ambacho kina surprise watu wengi na kinauliza maswali mengi sana watu wengi. Sasa James, mazungumzo kwamba Simba dirisha dogo ila usajili ni kama wanashusha vyuma, naweza nikasema hivyo, kwa sababu ukiangalia profile zao ni kubwa kweli, na ukilifaa kidogo wachezaji ambao wameshakuja tayari wakija wanapotea. Hasa kwa hawa ambao wamekuja dirisha dogo ila usajili, nao je, watapotea au unaonaje?
Ni wachezaji wazuri kwa sababu kwa mfano namtaja mtu kama Libase Gueye, kijana kutoka Senegali, mchezaji ambaye ni fundi. Gueye huyo alicheza jana? Hapana. Lakini so far majina ya kina Gueye kutoka Senegali ni Mali brother. Vina saba vile vya Senegal vya kina Sadio Mane. Mtu kama Libase Gueye ni mchezaji mwenye quality hali ya juu sana kwa sababu kwanza nikupe tu kiufundi na style yake ya uchezaji ni traditional player ambao akati sana kuingia ndani. Mchezaji ambaye anapenda kucheza kwenye mapana ya uwanja. Mchezaji ambaye anapenda kucheza pembeni mwa uwanja. Yani kwenye touchline zile za kukimbia kwenye chaki. Afu ana uwezo wa kucheza kama nyuma ya mshambuliaji kama namba 10 pase. Sasa ni mchezaji mzuri sana na mtu ambaye ana uwezo wa kupiga zile penetration. Ni mchezaji ambaye achezi karibu na lango. Lakini ni mchezaji ambaye anacheza mbali na lango, lakini uhatari wake zaidi ni kwenye penetration pass ambazo ana quality hali ya juu kwenye kupiga zile penetration pass. Ana vinasaba vya kama uchama fulani zile 2018 19. Yaani nakwambia anakuja kutibu matatizo mengi sana kwa sababu Libase Gueye labda itokee tu Simba washindwe kulinda kile kiwango. Ila ni mchezaji mwenye quality hali ya juu sana. So far viongozi wa Simba walinde mali ile pale. Unamzungumzia mtu kama beki kutoka Stellenbosch, mtu kama Osmaili Oriela Tule. Sasa ni mchezaji ni beki kisiki ya kati hapo Stellenbosch. Steven Baka kwenye mafanikio yake yote pale kitasa kile pale kimesaidiana nacho kwenye kulinda safu ya ulinzi ya Stellenbosch. Na ni beki ambaye anaweza katuliza tempo ya timu, pressure ya timu, kupiga zile long pass, kuanzisha mashambulizi kutoka kwa beki na kausoma mchezo. Ni beki mtulivu mwenye akili nyingi, anatumia akili nyingi sana. Sasa naenda kukutana na Lucien Deleki. Unahisi partnership ambayo inaenda kutengenezwa pale ni partnership ya viwango vya hali zaidi ya ukuta wa Yeriko. Yani ukuta mgumu sana. Labda tu itokee mazongezengi ya Simba nje ya uwanja yaribu viwango vya wachezaji, lakini viwango vya wachezaji paka wanalotajwa paka sasa ni viwango bora sana. Unamzungumzia mtu kama striker huyu kijana nambari 9 huyu Mongosi au nani? Hapana, kuna kijana katoka Ivory Coast. Kuna mwingine? Kuna kijana jina limetoka kidogo kutoka Ivory Coast, lakini namzungumzia mtu kama kiungo mshambuliaji anatajwa baada ya Jean Charles Ahoua kuondoka, mtu anaitwa Jenino Pales. Ni fundi brother. Ni fundi, kijana anajua penetration pass, ana uwezo wa kuchukua mpira na kakokota na akapenetrate zaidi ya watu 3 mpaka 4 na akaachia pasi za mwisho. Ana uwezo akashuka chini akakaba akaondoka na timu. Pumzi anayo, energy, yani tunasema energetic material wale pale. Sasa ni mchezaji ambaye anakwenda kuadi kitu kikubwa ndani ya klabu ya Simba. Sasa James, tumalizie na swali la mwisho hapa kwa hawa nyota ambao wanahusishwa na Simba na wengine tayari wameshasajiliwa, wengine wanahusishwa. Endapo wakifanikiwa kuja katika klabu ya Simba Sports Club, viongozi wafanyeje ili wa maintain consistency ya viwango vya hao wachezaji? Rai yangu kwa viongozi wa Simba, si wahukumu kwamba huwa wanasajili vibaya. Huwa wanasajili vizuri sana. Rai yangu kwa sajili hizo walizofanya dirisha dogo, walinde viwango vya wachezaji. Wawe karibu na wachezaji, wafuatilie viwango vya wachezaji, wafanye kila namna viwango vya wachezaji vi-maintain. Hakika waki-maintain viwango vya wachezaji hivi ambao wameshuka mpaka sasa, tunaenda kuona comeback kubwa sana kwenye hii ingwe ambayo inaenda kumaliza mpaka msimu. Tunaenda kushuhudia maajabu makubwa sana ndani ya Simba kwa sababu winga Kibisawala, kwa sababu waki-maintain viwango vya wachezaji, Kibisawala atakuwa kwenye ubora. Atarudi Maema naye atarudi. Hapa chini yake atakuwa mtu kama Jenino Pales. Mbele yake pale una Jonathan Soa ambaye atakuwa naye kwenye ubora. Afu atasaidizana na huyo kijana kutoka Ivory Coast. Maana hapo Mkwala atakuwa anatokea benchi, si ndio? Mkwala anaondoka tayari. Mkwala, Jean Charles Ahoua, Budo na Shemoka Labo. Hao tayari wanaondoka. Ahoua tayari bilioni 2 zimetumika kumuuza kwenda Uarabuni. Paka ile ingawa timu haijatajwa paka nao, lakini anaenda Uarabuni. Jean Charles Ahoua bilioni 2, mchezaji ambaye alinunuliwa kwa takriban milioni 380, anauzwa bilioni 2. Advantage kwa Simba. Faida hiyo. Bana, huyu hapa ni ndugu yetu James Andrea Mwinuka ambaye ndio suluhisho kubwa zaidi la masuala mazima ya football. Ukimwona yeye basi ujue mambo ya football yanakwenda sawa sawa kabisa. Na huko uliko mtazamaji wa Mwinuka Sports, kama una swali ambalo linakutatiza, unaweza ukamuona James Andrea Mwinuka ili uweze kupata suluhisho. Bana James, unaweza kidogo ukataja namba za simu ili wao wanakucheki kidogo kukupa maswali fulani. Okay, ukihitaji kuniuliza swali lolote la kisoka zaidi, ndio 07 44 00 7536 07
44 00 75 36. Hapo ukinitafuta ni masaa 24, lakini unaweza ukanicheki pale Facebook, andika Mwiluka Sport, tukachati pale. Nikakupa dondoo mbalimbali za kimichezo. Pia ukienda pale YouTube andika Mwiluka Sport, utakutana na mwamba. Hapo YouTube tena andika James Mwiluka, utanipata tena pale. Hizo zote ni akaunti yangu, napatikana mwamba. Mimi ndo mwamba wa Katai Fahari Nsimbo Finest. Bwana, huyo ni James akiwa anatoa mawasiliano yake namna unaweza kumpata, na mimi nakushauri tu huko liko, kama una masuala mazima ambayo yanakutatiza kwenye masuala ya kabumbu, unaweza kumcheki mkaweza kushare kidogo. Tulikuwa na ndugu yetu hapa nyuma ya kamera ambaye anaitwa Christian Songea Finest, ambaye alikuwa anahakikisha kwamba tunapata picha angavu kabisa. Sisi watu wa Mwiluka Sports tunakomea hapa kwa leo. Usiache kusubscribe channel hii ya Mwiluka Sports.